Polycythemia ni ugonjwa wa damu ambao unasababisha ongezeko la chembechembe nyekundu za damu. Damu ina chembechembe kubwa za aina 3 ambazo ni chembechembe nyeupe, chembechembe nyekundu na chembechembe sahani. Polycythemia husababisha chembechembe nyekundu za damu kuongezeka katika damu, lakini pia mgonjwa anaweza akawa na ongezeko la chembechembe nyingine za damu ambazo ni chembechembe nyeupe na chembechembe sahani. Ziko aina kubwa 2 za ugonjwa wa polycythemia ambazo kitaalam tunaziita primary polycythemia au polycythemia vera, na aina ya pili ni secondary polycythemia. Tunaposema primary polycythemia au polycythemia vera, hii huwa ni tatizo la ongezeko la chembechembe nyekundu za damu ambalo linasababishwa na itilafu katika kinasaba kinachohusika na utengenezaji wa chembechembe za damu ambacho kinaitwa JAK2. Aina ya pili ambayo ni secondary polycythemia, hili ni tatizo la ongezeko la chembechembe nyekundu la damu ambalo linasababishwa na mgonjwa ambaye anakuwa ana ugonjwa mwingine au anaishi kwenye mazingira fulani, na mazingira hayo ni wale watu ambao wanaishi katika sehemu za milimani au sehemu za nyanda za juu. Hawa wanaweza wakawa pia na shida ya ongezeko la chembechembe nyekundu za damu. Lakini pia wagonjwa ambao wana magonjwa sugu ya vifua, na pia wagonjwa ambao wana saratani au magonjwa ambayo yanasababisha uongezeko la vichochezi ambavyo vinachochea kutengenezwa kwa chembechembe nyekundu za damu. Mara nyingi wagonjwa wanakuwa wana maumivu ya kichwa, wanaweza kawa na kizunguzungu au anaona kama macho hayaoni vizuri. Wakati mwingine anaweza akawa kuna shida ya kuhema, maumivu ya kifua, ambayo wakati mwingine mgonjwa anaweza akawa na ganzi kwenye mikono au miguu, au kuvimba pia kwa viungo, hasa viungo vya kwenye mikono na miguu, na dalili nyingine kama kuchoka. Kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanaweza wakawa na udalili ya kuwashwa mwili mzima, hasa pale ambako mtu anakuwa ameoga na maji ya moto. Pamoja na wengine wanaweza wakawa na shida ya kutoka na damu au damu kuchelewa kuganda. Mtu anapokuwa na hizi dalili, kuna vipimo ambavyo tunavifanya ili kuweza kugundua kama mtu amepata hili tatizo la polycythemia. Vipimo ambao vinafanyika ili kuweza kumgundua mtu kama ana hili tatizo la polycythemia, cha kwanza kabisa huaga ni tunasema full blood picture kwa lugha ya kitaalam, ambayo kwa Kiswahili rahisi naweza nikasema picha ya damu, kwa sababu hii itaonyesha kiwango cha chembechembe za damu ambazo mgonjwa anazo, ambao kwenye tatizo la polycythemia tunategemea kwamba unaweza kukawa kuna ongezeko la chembechembe nyekundu za damu na nyeupe wakati mwingine, na wakati mwingine pia ongezeko la chembechembe sahani. Kipimo kingine ambacho wataalam tutakifanya kwa ajili ya kumchunguza mgonjwa ambaye tunadhani anaweza kuwa na polycythemia ni kupima kinasaba cha JAK2, ambacho hichi ni kinasaba ambacho kikipata itilafu then kunaweza kukawa kuna tatizo la utengenezaji wa chembechembe za damu. Vipimo vingine ni kuangalia kiwango cha oksijeni kwenye damu, kwa sababu hii inaweza ikatofautisha kati ya primary polycythemia na secondary polycythemia, yani hizi aina 2 za polycythemia. Na kipimo kingine pia ni vichochezi vya utengenezaji wa damu ambavyo kitaalam tunaviita erythropoietin. Inapohitajika
Kwa baadhi ya wagonjwa pia tunaweza tukafanya kipimo ambacho kwa kitaalam tunakiita bone marrow aspiration and cytology, ambao ni kwenda kwenye mfupa na kuchukua kiwango kidogo cha uloto ambacho ndiko ambako damu inapotengenezwa na kuiweza kuipima ili kuweza kuona kama kuna ongezeko la utengenezwaji wa chembechembe za damu. Matibabu ya ugonjwa wa polycythemia yanapatikana hospitali na yanatolewa na madaktari bingwa wa magonjwa ya damu. Matibabu yanategemeana na hali na hatua ya ugonjwa ambayo mgonjwa atakuwa nao pale atakapofika hospitalini. Na matibabu haya yanajumuisha kupunguza damu, ambako kiasi fulani cha damu ya mgonjwa kitapunguzwa kuendana na vipimo vitakavyosema, ili kumsaidia kupunguza zile dalili ambazo mgonjwa anazo na kupunguza wingi wa chembechembe za damu ambazo mgonjwa anakuwa nazo. Kuna dawa pia ambazo wagonjwa wanaweza kuandikiwa na kupewa, ikiwemo dawa aina ya aspirin ambayo inasaidia kupunguza hatari ya damu kuganda, kwa sababu wagonjwa wenye polycythemia, kutokana na kuwa na chembechembe za damu nyekundu kwa wingi, wanaweza wakawa na damu ambayo ni nzito. Kwa hiyo mojawapo ya dawa ambayo wagonjwa hawa wanapewa ni dawa aina ya aspirin. Lakini kuna dawa nyingine ambayo inaitwa hydroxyurea, ambayo dawa hii inasaidia kupunguza utengenezwaji wa hizi chembechembe za damu kwa ujumla wake. Ukiachia na dawa, wale wagonjwa ambao wana secondary polycythemia ambayo inatokana na kuwa na ugonjwa sugu, basi mgonjwa atachunguzwa ili ugonjwa ambao umemsababishia akapata polycythemia uweze kugundulika, na tiba itakuwa ni kuutibu ule ugonjwa ambao umemsababishia mgonjwa akapata polycythemia. Tunashauri kwa wagonjwa ambao wana polycythemia kuzingatia kutumia maji kwa wingi, kupunguza uvutaji wa sigara, na ushauri wa kuishi maisha ya afya. Kwa wale wenye magonjwa sugu kama ya kisukari, shinikizo la damu, basi magonjwa haya kutibiwa ipasavyo ili kuweza kumuondoa huyu mgonjwa katika hatari ya kupata madhara zaidi ambayo yanaweza yakatokana na ugonjwa huu wa polycythemia. Mgonjwa mwenye ugonjwa wa polycythemia anaweza akaishi na huu mgonjwa maisha ya kawaida kabisa, akaendelea na shughuli zake za uzalishaji na kuishi kama mtu mwingine yoyote, iwapo ataripoti mapema hospitali na kugundulika mapema na kuwa na ufuatiliaji ambao atakuwa amepangiwa na daktari.